Zejinas Platform. Karibuni kwenye Business Battle. Yesterday you said tomorrow, so just do it. Make your dreams come true. Just do it. Hello, mambo vipi? Na imani kabisa kama wewe ni mtu wa mtandao tayari umekutana na video hii hapa ambayo inaendelea kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha Diamond Platnumz akiwa na Zuchu baada ya Diamond kutoka kwenye ziara yake kubwa ambayo alikuwa akiifanya nchi za Ulaya huko. Bana, hii ni ziara ambayo ilikuwa ina mzunguko mrefu sana, lakini pia wenye faida nyingi sana kwa kizazi cha muziki wa East Africa, lakini pia kwa Diamond Platnumz mwenyewe. Nadhani ameweza kunufaika na vitu vingi na ameweza kujifunza vitu vingi sana kufuatia ziara hii hapa ambayo alichapa show yake pale London, lakini pia akachapa Manchester, lakini pia akachapa Marekani, na mwisho wa siku tukawa tunamuona kwenye fashion show ambayo ilikuwa inafanyika Paris, Ufaransa, au sio bana? Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo yaliendelea kwa kipindi kirefu kwa Diamond Platnumz, lakini leo ameweza kurejea nyumbani na amepokewa na mke wake ambaye ni Zuchu, lakini pia na yeye ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kwa sasa hivi kwenye muziki wa Bongo Flava. Lakini leo kwenye Business Battle, kwa nini nimemleta Diamond Platnumz? Nilitaka kujua wewe kwa mtazamo wako ni nini kitachofuata kwa Diamond baada ya ziara hii hapa ambayo nadhani kuna vitu amevifanya kwake ni kwa mara ya kwanza, kama show ya Marekani ni jambo ambalo amelifanya kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake, lakini pia kuna baadhi ya vituo vya radio ameweza kuhojiwa ikiwa ni kwa mara ya kwanza pia kwake. So unadhani kwenye kichwa chako kina click nini baada ya matukio yote haya hapa Diamond kuyafanya? Sawa, ameshayafanya. Nini kinachofuata mbele? Anatakiwa afanye nini ili aweze kuendelea kuongelewa huko mataifa makubwa na aweze kuwa mkubwa zaidi na zaidi? Lakini kwa upande wangu mimi naweza kusema machache tu yafuatayo. Lakini kabla sijaongea kitu chochote, nitamani nikuambie habari njema kuhusiana na Kigai kutoka Mwana wa Mungu Group of Company Limited. Kama umefika hatua ya kuezeka, tafadhali sana ningetamani uwezeke na kigai hichi hapa. Tunakiuza bei nafuu sana, lakini ni kigai ambacho kinaweza kikakusaidia kupunguza joto kwenye nyumba yako, lakini pia utasahau swala la kupauka na pia utasahau swala la kutu kwenye paa lako. Yani hapa ukiezeka umeezeka, ni zaidi ya miaka 100 kinadumu, au sio bana? Mimi haya, chukua namba inayopita hapa kwenye tangazo, then tuenzetu kitu ambacho Diamond anatakiwa akifanye baada ya ziara hii hapa kubwa ambayo ameweza kuifanya. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa ni kuchapa interview kupitia vituo mbalimbali vya radio ili kuweza kushare experience ambayo ameweza kuipata kule, na ni kitu gani ambacho labda ni kigumu ameweza kukutana nacho, kwa sababu safari yake ya kule sio kwa ajili yake peke yake. Kwa natamani sana kumuona Diamond akizungumzia hiyo tour ilikuwaje, changamoto aliyokutana nayo ni ipi, na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kitu kingine tulitamani kuona sasa ni muda wa kuwa na documentary ambayo itazungumzia maisha ya Diamond, kwa sababu kwa level ambayo amefika tunatakiwa kuona vitu kama documentary ambayo yanaongelea maisha ya Diamond in deeply, yani sio ile juju. Yani hata ipatikane kampuni ambayo imebobea kwenye ufanyaji wa documentary ifanye documentary ya maisha ya Diamond na watu waweze kujionea zile struggle na haso ambazo amekuwa akizifanya, lakini pia maisha yake ambavyo amekuwa akiendesha na kuto kukata tamaa kwa kipindi kirefu, kwa sababu nadhani maisha yake yanaweza yakawa darasa kwa vijana wengine wengi. So akifanya hivyo anaweza akasaidia huku watu waweze kutoboa kwa kujifunza kupitia maisha yake. Yani tunataka yale maisha ambapo aliumia tujue hapa Diamond Platnumz aliumia, ambapo alikuwa ameboreka siku ambapo alitaka kukata tamaa ya muziki, hivyo tuone, yani tuone maisha halisi ya Diamond Platnumz. So hiyo inaweza ikasaidia huku, lakini pia hata huko nje kwa sababu tayari watu wameanza kumfuatilia. Wakipata documentary kama hiyo inaweza ikawasaidia kuona kwamba maisha ya
Diamond yako hivi na vitu vingine kama hivyo. So mimi hivyo ni vitu viwili ambavyo naviona akivifanya sasa hivi vinaweza vikasaidia kwamba watu waendelee kumfuatilia na kumfuatilia nje na ndani ya nchi. Kwanza interview ni kwa ajili ya ndani, lakini pia hizi documentary labda hata aweze kufanya hata movie na kuhusianisha na maisha yake ya muziki, inaweza ikawa ikasaidia watu kuweza kuendelea kumfuatilia, kwa sababu ukiangalia kuna sehemu ambayo unaweza ukafika kwenye mafanikio afu usijue ni nini unaenda kukifanya mbele, kwa sababu unaweza ukao umetamani kwenda sehemu fulani, umeenda umetamani kufanya hivi, unaenda. Sasa ni nini ambacho unatakiwa ukifanye mbele ili uendelee kusurvive, uendelee kuishi, uendelee kuzungumziwa, unatakiwa ufanye nini? So kuna muda ndio maana tunaona wasanii wengi labda mtu anatoa ngoma moja kali alafu ndoto yake ilikuwa ni kufanya hit, then muendelezo inakuaje? Muendelezo ni nini? Lakini muziki kama muziki au biashara ya muziki, kuna muda inahitaji zaidi ya kuwa tuna kipaji cha kuimba na kufanya nini. So drama na vitu vingine vingi vinasaidia mtu kuendelea kubaki kwenye industry na kuendelea kuongelewa. So lakini sasa hivi kwa Diamond Platinum tunatamani kuona anaendelea kuongelewa nje, watu wasiishie tu hapo alipopiga hizo show then iwe imeisha. Hapana, tunatamani kuona anaendelea hata akishare strategies yake kwamba natamani kufanya 1 2 3 ili kuweza kulishika soko la nje. Sio mbaya, kwa sababu ni watu wachache sana wanaweza wakafika kule, na sidhani kama kuna mtu anaweza akachukua nafasi yake kwa kukimbia kule tu kwamba yeye akafanya hivyo, sidhani. Lakini ninatamani kuona sasa Diamond ana share maisha halisi ya kwake, alipotokea labda ile Tandale, sijui wapi, alipoumia, alipofanya nini, then ile hiyo documentary iende kimataifa, ifanywe promotion na kule wamjue, then aanze sasa kwenda kupiga mashow huko ili watu waone kwamba yule ndio mtu alitokea mazingira haya, then akaja hapa na sasa hivi ndio huyu hapa, kwa sababu tayari jina la Diamond limebaki huko kuna hizo mashow ambazo amepiga. So ikifanyika documentary, mimi naamini kabisa ikifanywa promotion ikaenda kule, watakuwa wanatamani kumuona tena kuna majukwaa yao tena na tena. Hivyo ndio mawazo yangu. Wewe sijui mawazo yako ni yapi, na tamani kuona unaniambia chochote kupitia comment hapo chini. Mimi naitwa Mr. Ndemi hapa The Genius. Karibu tena na tena hapa The Genius platform kuna business battle. Asante kwa kuendelea kuwa mdau wetu mkubwa. Tunakuomba bonyeza alama ya kengele na usiache kusubscribe. Asante.